Jambo ambalo limetokea hapa, this is what we call economic sabotage. Hakuna vile tutaamkia usiku tupate kwamba mali ya dhamani ya zaidi ya 600 million imewekwa chini, mambo ambayo ni aibu kabisa. We know that the government is supposed to protect lives and properties of people. Kuona kwamba here, this at night, there were more than 2,000 police officers. Tunataka an answer from the same government. Na jambo ambalo tumehuzunika zaidi, and this one I will say, bila uoga, kwa sababu we have photos ya kwamba no other man other than the Minister for Interior, he was the one who was supervising this thing. Tuko na picha, hata ukiweza kuambia your officers that they can go ahead and even shoot these people. Tumeokota live bullets hapa ambazo zimetumika usiku wa leo. This one is unexpected. I mean, it cannot be. It is even beyond. It is unacceptable. Na hii hatutakubali kwamba kwa sababu kuna tofauti ya siasa baadhi ya mtu na wale wengine, kwamba hata mali zake zinakuja kuharibiwa. Walianza wakati wa kwanza wakakuja kumeka na attempt hapa, tukawaachilia, wakakuja nyumbani wakaharas governor kwake nyumbani juzi. And this one sasa tutauliza Waziri Murkomen, vile tuliona pale nyumbani kuna bullet ambayo tuliona imerushwa huko, tunataka kujua kama it is you bado ulikuwa umeona that to happen, kwa sababu it cannot be a coincidence ya kwamba wewe mwenyewe ndio umekuja supervision hapa na bado kulikuwa na risasi tulipata nyumbani na hatukuwahi pata an answer today. Tunasema governor wetu aachwe afanye kazi yake. Governor Wamatangi must be respected. He has the will of the people that prevailed in 2022 shall again prevail in 2027. And we shall give him another term. Wapende wasipende. Governor, sasa pahali tumefika, tunakuambia 2027 hata usiweke poster. Tayari kiti ya governor uko nayo. Just concentrate kwa kufanyia wanakiambu kazi. Zile hospitali umejenga, zile mashule umejenga, na zile barabara na mataa unaendelea kuwekea watu wa Kiambu, they are enough. Hata usiweke hata poster. Tumekubaliana hivyo watu wa Kiambu. Lakini tuseme hivi, we demand answers. We demand answers from none other than Murkomen himself. And we are not mincing words. Today while we are here, we are calling upon the president to sack this man, or he is supposed to resign. Hakuna vile waziri mwenye amepewa jukumu ya kuchunga mali ya umma, yeye ndiye anakuja kuharibu hiyo mali. We are calling upon him to resign. Na kama hata resign, avutwe kazi hiyo. Ama namna gani? Kwa hivyo tusikizane. Hii wamefanya. And it is said, unajua ile kitu ambayo hatuwezi jificha chini yake, hatuwezi jificha kwa mchanga, ni kwamba tunajua hii imeletwa kwa mambo ya siasa ya Kiambu. Kwa sababu nasikia pia Kimani Ichung'wah alikuwa kwa hiyo gari ya Murkomen. Lakini yule Mungu ambaye anaishi mbinguni atalipishia. And let me tell them that power is transient. Power is transient. Leo uko kwa hiyo ofisi waziri, lakini kesho hautakuwa. Na kuona kwamba wanaharibu mali ya kiongozi mwenye anajulikana, mwenye angepigiwa simu kama kuna shida akuja kwa mkutano, tunashindwa mali ya umma, wale wananchi wa kawaida wataweza kuchunga namna gani? Si ni ukweli jameni? Tuko na huzuni, tuko na uchungu, tumekerwa na hiyo kazi ya uharibifu. Mbona ifanyike usiku? Si wangekuja mchana? Na tunauliza, gari hizi ambazo wameharibu zilikuwa na makosa gani? One thing that we shall not do, we can forgive, but we shall never forget. Hiyo maandike pahali.
hiyo waandike pahali. Sawa sawa. Tunashukuru, tumekubali ya kwamba nasikia ile siasa ambayo inaendelea ni kwamba hii kiwanja ati ni kiwanja ya reli, lakini hapa nyuma yetu kuna shamba ya reli ambayo imejengwa. Mbona wakakuja specifically kubomoa hii? Gavana wa Matangi lazima aheshimiwe na ako na jeshi ya kumchunga, na watu wa Kiambu wako na yeye. Mkubali msikubali, gavana wa Kiambu ataongoza na ataongoza tena 2027.